tulikosea kweli yule Martha Karua kumrejesha kule. Na hili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini kweli? Na yule anayesema anadai kapigwa eti anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa rudi na mitungi ya gesi kule kwao. Anafumulia gesi. Wengejua Tanzania. Wengeona makali ya jeshi la Tanzania. Lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza. Tumemwacha Martha Karua anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa Waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa. Anaingia ndani ya 18 zetu tumalizane naye hapa hapa. Wanapotaka tunataka. Sisi hatujashindwa na sisi hatuwaogopi. Wasifikirie kama walivyoweza kufanya kule kwao watakuja kuchochea Tanzania iwe hivyo. Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu. Sisi tunaheshimu sheria zetu. Wao tuliwaona kule walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome kwao. Tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu. Waje watalii kwenye nchi yetu waone. Wafundishe namna siasa inapofanya. Sasa ndugu zangu, tunawaomba sana ndugu zetu. Nyinyi Kenya ni majirani zetu. Tunawaheshimu, tunafanya na nyie kazi. Tunaomba sana, lakini nimewaza sana usiku nikasema kwani hao wana shida gani? Mmoja ameuliza akasema hivi, nyinyi wa Tanzania sisi tunapiga kelele, tunasema, tunawatukana, mpo kimya, mna mpango gani? Mnataka kuturoga? Nikagundua lipo tatizo kubwa sana la afya ya akili katika taifa hili. Ni washauri bure. Ni washauri bure, sio dhambi. Sisi wenzenu CID wetu yule Auditor General, wenyewe na Auditor General wenu wa Kenya, amefanya uchambuzi wa swala la afya ya akili nchini. Na tunatengeneza mekanizimu ya kusaidiana. Kwa hiyo wakati mwingine unapomkuta mama mtu mzima, msomi aliyesoma sheria, anaondoka kwake, anapanda na nauli, bahati mbaya ukimwangalia uso wake hauna matumaini. Ukimwangalia uso ule sijui ni mkologo umedunda, sijui ni alisahau kupaka poda, anakuja kutuchonganisha. Ile sio hali ya kawaida. Na walichokifanya askari wetu ni kumdhibiti, kwa sababu kishaona mtu akili yake haifanyi kazi vizuri, unamsaidia kumdhibiti. Na kazi ya jeshi letu la polisi ni kubaini na kudhibiti, wakati ndio kazi yao nyingine. Na wakati mwingine jeshi la polisi, nashukuru Mheshimiwa Waziri umesoma katika ukurasa wa 23, moja ya mambo mnafanya pamoja na operation na vitu vingine, mmetanzua uhalifu. Hiyo ndio namna ya kutanzua uhalifu. Sisi wa Tanzania tuna moyo na nyie, mtu asiwabagaze. Tungeshangaa sana watu wanakuja hapa wanaanzisha mambo yao ya maandamano, wametoka nchi nyingine, wanavuruga vijana wetu, wanakuja kuzuia utulivu wa utendaji wa mahakama, chombo kinachotoa haki katika taifa letu. Halafu nyie mpo. Tungeshangaa sana. Hatujashangaa, tunawatia moyo, tuko pamoja na nyie. Na sisi tunasema hivi, uzio, wigo wa ulinzi wa taifa letu haujajengwa kama ule ukuta wa China Great Wall. Haujajengwa kama ukuta wa Babeli. Uzio wa ulinzi wa taifa letu umejengwa kwa mioyo ya uzalendo wa vijana wetu. Mikono salama. Vyombo vyote, kamanda wa migration. Tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima. Inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, haripie kibali cha biashara. Huwezi kuja kutembea halafu kaanza kwenda kuninginia mahakamani na kutoa presi. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu. Hata sisi tunayo midomo na wao wanafanya kampeni, wanafanya mikutano, na sisi tunao wabunge wa Kenya wengi tu marafiki zetu. Tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu, lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogocha serikali yao. Niwaombe sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli.
Tanzania is in 1991-1993 period in our government, where you think that you are the island of peace, in a sea of turbulence. That's Mzee Moi. And that you think you are the prince or the princess of peace. And therefore you can talk others down. Kenya is not in the same league with the Tanzania. Tanzania is stuck in the politics of the 60s with one party that tell people when to jump and when to squat. And what we have a problem. We have a problem. Namibia has a liberation party, but it's not behaving like that. I need to be very clear. What was the zeitgeist in that time when we were saying we were stuck in the 60s? What was happening at that time that would say that's why Tanzania is still in the 1990s? You know, in the 60s, and I tried to explain it on Sunday, we had this concept called the mass party. And the concept of mass party, Jomo Kenyatta would explain it as, I remember his statement was so eloquent and so well articulated. He said, my people, I have been to the east and I have been to the west. Democracies are as old as the hills. The newest thing in our lives is the mass party, where opposition and government sit in the government. Everybody, in other words, we oppose. Well, I can understand philosophically as an anthropologist. Jomo Kenyatta was speaking to our own culture, our philosophical foundations, the Ubuntu, as we talk about it. That we sit under a tree, talk and talk and talk until we agree. The Greek kind of democracy. That's what Kenyatta was speaking to. And he was right, because that's who we are. However we want to look at ourselves, opposition is always not sitting in very well, because we would like to talk the opposition into agreeing, and therefore we move together. But if we don't agree, then there must be the opposition. That's the logic. In Tanzania,